ni jambo la kupendeza, ni jambo la kukubalika. Shukurani inaleta furaha, shukurani inaleta heshima, shukurani inaleta vipatia. Kuna watu hawapendi kuwashukuru. Ukiwashukuru wanasema huyu mbona anajipendekeza mno. Kuna watu wanaona kama unajinua kumshukuru. Hapana, kumshukuru Mungu ni jambo jema. Shukrani yako kwa Mungu inafungua macho yako mwenyewe kuona vitu ambavyo Mungu amenifanya na ambavyo havijafanikiwa, havionekana. Soma kitabu cha Wakorintho wa pili, ile sura ya 4 na mstari wa 18. Usiviangalie vinavyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya nini? Ni vya milele. Haleluya! Shukrani yako kwa Mungu inawasilisha roho ya uono, kwa sababu Mungu wetu ni roho na imetupasa kumwabudu katika roho na kweli. Unapoenda mbele za Mungu kumshukuru, inafungua mlango wa kuona vitu visivyoonekana kana kwamba tayari vimefanyika, kwa sababu hatuwezi kumshukuru Mungu kwa vinavyoonekana tu. Tunamshukuru Mungu hata kwa vile ambavyo havionekani bado. Tunaviconsida au tunaviangalia kana kwamba tayari Mungu amekwisha kufanya nini? Kulifanya. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana vinadumu hata milele. Shukrani ni lugha ya imani, na imani ni kuwa na hakika ya mambo unayotarajia ni bana mambo yasionekana. Haleluya! So unakuwa na matarajio ya mambo ambayo bado hujayaona, na unakuwa na hakika kama kwamba tayari Mungu amekwisha kufanya nini? Amekwisha kuyafanya. Jambo la pili, shukrani inalenga au inaelekeza shabaha yako kwa Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Ukiwa na moyo wa shukrani, shabaha yako ya mambo yako unayoyafanya unakonsida au unayangalia yamekwisha kufanywa na Mungu aliye hai. Waebrania ile sura ya 12 mstari wake wa 12. Kwa hiyo inyosheni mikono yenu, nyosheni, mshukuruni Mungu. Unapokuwa unamshukuru Mungu katika maombi, unaongeza concentration yako kwa Mungu. Nasema inyosheni mikono yenu iliyolegea na magoti yenu yaliyopooza. Kwa nini huwezi kupiga magoti kumshukuru Mungu? Kwa nini huwezi kunyosha mikono yako kumshukuru Mungu? Ni kwa sababu mtu una kiburi. Lakini ukishatambua ya kwamba nimeenda kazini na nimerudi ni kwa sababu ya neema na rehema zake, unakuwa na kila sababu ya kunyosha mikono yako juu na kupiga magoti yako chini, ukimtambua Mungu kama yeye ndiye amefanya. Jambo la tatu, shukrani inatoa ukumbusho au inaleta ukumbusho wa mambo mema na pendo wa Mungu kwenye maisha yako. Ukikumbuka yale Mungu aliyoyafanya, unaliona pendo la Mungu lilivyokuwa kwenye maisha yako. Ukikumbuka Mungu aliyoyafanya, inatoa ukumbusho wa kuonyesha pendo la Mungu lilivyokuwa kwenye maisha yako. Ulikuwa dhaifu, Mungu amekupa afya. Ulikuwa una kazi, Mungu amekupa kazi. Ulikuwa una mtoto, Mungu amekupa mtoto. Hiyo inaanza kuleta ukumbusho wa mambo ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yako na pendo la Mungu lilivyokuwa kwenye maisha yako. Kitabu cha Zaburi 106 mstari wa 1. Haleluya! Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana na kuzihubiri sifa zake? Ina maana unapokuwa unamshukuru Mungu, unamwambia Bwana na kushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Haya yote ambayo umeyafanya, maandiko yanakwambia ni nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Mungu namna hii. Ina maana unapokuwa unamshukuru Mungu, anayeweza kumshukuru Mungu, watu wa Mungu, ni mtu ambaye hana kiburi ndani yake, ni mtu ambaye anaona wema wa Mungu kwenye maisha yake, ni mtu ambaye analiona pendo la Mungu kwenye maisha yake. Jambo la 4, shukrani ni mwaliko wa kudumu kukaa uweponi wa Bwana. Zaburi ya 140 mstari wa 13. Hakika wenye haki watalishukuru jina lako, wenye adili watakaa
Ina maana tunapokuwa tunamshukuru Mungu ni mwaliko wa kukaa mahali ambapo Mungu anakaa. Ukiwa na moyo wa shukrani, hautaona uvivu kwenda magotini kwa Bwana, hautaona uvivu ukawa waponi mwa Bwana, hautaona uvivu wa kufanya mambo ambayo yana create atmosphere ya kutembea. Maandiko yanatuambia Zaburi ya 140:13, hakika wenye haki watalishukuru jina lako, wenye adili watakaa uweponi mwako. Ina maana shukrani imebebwa na watu wenye adili, wenye maadili ya kiroho. Asiye na maadili ya kiroho amejaa kuona kwamba anafanya maadili zake, lakini aliye na adili atakaa uweponi mwa Bwana, atatambua kwamba Bwana ndiye aliyefanya. Pointi namba 5, shukrani ni mwaliko wa ushirika baina ya mtu na Mungu. Asiye na shukrani ni mtu asiye na ushirika na Mungu. Zaburi ya 100 ule mstari wa 4, ingieni malangoni mwake kwa kumshukuru, nywani mwake kwa kusifu. Ina maana shukrani inaleta mwaliko wa ushirika. Ingieni nyumbani mwako kwa kumshukuru. Siku moja Yesu akaingia katika hekalu. Alipoingia katika hekalu, akalikuta hekalu limegeuzwa, wanafanya biashara. Akamwambia hivi, hamkujua ya kwamba nyumba yangu itakuwa nyumba ya nini? Ya sala. Alipoenda sema ile statement, alimaanisha jambo lifuatalo. Alimaanisha hivi, nyumba yangu ni nyumba ya ushirika na mahusiano na watu wangu. Yaani watu watakuja kuniomba na mimi nitashuka, nitawasikiliza. Watakula chakula cha rohoni na mimi nitawalisha wote wenye njaa, wote wenye kiu watapata maji. Shukrani ni mwaliko wa ushirika baina ya mtu na Mungu. Anakuambia hivi, ingieni. Ina maana mnapoapproach kuingia katika malango ya kanisa, unaingia kwa kusema, Baba ninakushukuru, umenipa neema, umenipa kibali, umenipa uhai, ninaingia kanisani, ninaingia uweponi mwako. Asante kwa wema na fadhili zako. Kila unapoweza kuja kanisani, lazima uanze kubeba moyo wa nini? Wa shukrani. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, liimidi jina lake milele. Ina maana mshukuru na kulimidi jina. Neno kulimidi ina maana umchee, msujudie yeye, mwabudu yeye siku zote za maisha yako. Liimidi jina lake, liche jina lake, litii, liamini. Amini mambo yote ambayo Mungu anaweza kufanya na wewe. Zaburi ya 50:23, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitaonyesha wokovu wa Mungu. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake, anayeishi maisha matakatifu, anayeishi maisha ya kulikana, anayeishi maisha ya kumpendeza. Righteousness maana yake ni right standing with God, ambaye yuko kwenye alignment na mtu huyo, nitaonyesha wokovu. Ina maana shukrani ni mwaliko wa kumcha Mungu. Shukrani ni mwaliko wa ushirika. Shukrani ni mwaliko wa kukaa kwa Bwana, naye atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Jambo la 6, shukrani ni ufunguo wa kumpendeza Mungu. Ukitaka kumpendeza Mungu katika chochote kile, aidha kazini kwako, nyumbani kwako, kanisani, ukiwa kwenye daladala, popote pale, beba maombi ya shukrani, beba moyo wa shukrani. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 5 na mstari wake wa 18. Mungu ni mapenzi ya nani? Ni mapenzi ya Mungu. Ina maana ili uweze kuyatimiza, ili uweze kupendeza moyo wa Mungu, ili uweze kufurahisha moyo wa Mungu, lazima ubebe moyo wa shukrani. Usipobeba moyo wa shukrani, hautaweza kumpendeza Mungu. Mungu anataka tupendeze katika shukrani. Shukrani inaleta clarity in decision making. Ukiwa na wakati mgumu au kuna wakati ambao hauelewi, and then
unatakiwa kufanya maamuzi. Ukienda mbele za Mungu, Mungu ninakushukuru sana kwa ajili ya hali ya maisha nilionayo sasa hivi. Na kupenda kwa moyo wangu wote. Mungu nisaidie kufanya maamuzi na kuhakikishia Mungu atakupa right decision to decide. Shukrani inazaa tumaini. Zaburi ya 71 mstari wa 14. Nitatumaini daima. Nitazidi kuongeza sifa zake zote. Kwa mwanadamu aliye na moyo wa shukrani ni mwanadamu aliye na tumaini katika maisha yake. Sio hata kwa mama anaelewa. Mwanadamu aliye na shukrani ni mwanadamu aliye na tumaini. Mwimbaji mmoja anasema hata ile itapita. Amebeba shukrani kwa Mungu. Anaamini itapita. Haijalishi ni mangapi atapitia. Yeye anaamini hata ile lawani itapita. Kwa jifunze kubeba moyo wa shukrani na ulete mbele za Bwana. Kwa sababu gani? Aliye na shukrani amebeba tumaini. Na tumaini linaleta au linafanya kazi kubwa ya kuua hofu. Kwa jambo la 9, shukrani inakuwa hofu na mashaka. Sio kama umeelewa au nirudie tena. Yaani tunasema hivi. Shukrani inaleta tumaini. Na hiyo tumaini inakupa uhakika wa mambo fulani. Na hayo mambo fulani ambayo una uhakika nayo yanaleta wewe ujiamini. Yanaua hofu na mashaka. Unaamini atafanya tu, asifanya leo, atafanya kesho. Asifanya kesho, atafanya kesho kutwa. So inaua hali ya mashaka ndani yako. Jambo la kwanza, shukrani imefungamanishwa na muujiza wako. We are so grateful, oh Jesus. Thank you for the gift of life. Thank you, thank you, thank you, Father. We glorify your name, we honor your name, we magnify your name. None can be compared to you. You are a good God, wonderful and amazing God, miracle working God. Thank you for the gift of ministry. Thank you for the gift of life. Thank you for the gifts of everything. We have everything in the name of Jesus. We are so grateful to you, oh God. Baba, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya kanisa. Asante kwa ajili ya vyombo. Asante kwa ajili ya viti. Asante kwa ajili ya eneo la kuabudia. Asante kwa ajili ya haya yote Bwana. Wewe ni Mungu uliyeyafanya, wala hakuna mwanadamu anayeweza kutoka na kujisifu kwa haya Mungu uliyoyafanya. Ni wewe pekee yako umeyatenda. Ni wewe pekee yako umeyafanya. Asante kwa sababu unaendelea kuokoa. Asante kwa sababu unaendelea kuwatumia watumishi wako. Unaendelea kuponya, unaendelea kuokoa, unaendelea kuisha, unaendelea kuganga mioyo. Unatupa nguvu za kukutumikia kila itopo leo. Hata watenda mabaya waliotukaribia ili kula nyama zetu, ulisimama upande wetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu tunakushukuru. Asante kwa baraka ya kanisa. Asante kwa baraka ya watu wako au umewaleta leo ili wakuombe na kukushukuru wewe. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya kanisa. Asante kwa ajili ya baba yetu wa kiroho. Asante kwa ajili ya mama yetu. Asante kwa ajili ya askofu wetu. Asante kwa ajili ya kazi hii. Mungu unaisimamisha wewe. Mungu unaisimamisha wewe katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana. Tunakuamini kwa mambo mengi, lakini kwa hayo uliyofanya Baba tunakurudishia utukufu na heshima. Baba tunakurudishia utukufu na adhama. Mungu umeyatenda. Tunakuamini ya kwamba unaendelea kufanya kazi na sisi. Umetupa fursa ya kutumikia, nasi umetuagiza kutumikia kwa moyo. Baba asante. Ukatuagiza Zaburi ile sura ya 100 na ule mstari wa 4, kila tunapokuja nyumbani mwako tuje kwa kukushukuru. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana wa majeshi. Asante Mungu aliye hai. Asante kwa sababu ni mzuri. Asante kwa sababu unaponya. Asante kwa sababu unauisha. Asante kwa sababu milima inatetemeka mbele zako. Yale mambo magumu tunayokutana nayo Baba, tukitaja jina lako yanayeyuka, yanakimbia katika jina la Yesu. Andiko linatuambia milima inayoyuka kama nta mbele zako. Asante Roho Mtakatifu. Yako roho sakapa yakatana masopakate shalika pakato